wakakifanya. Tulikamata utumwa kwa zaidi ya karne 3, tukaunganishwa na kutawaliwa na wageni kwenye ukoloni barani mwetu humu. Unajua kama mpira wa cross vile, wanapigana cross tu, tunaendelea kushughulikiwa na kuwa utu wetu. Tusijiamini, tujidharau. Tukaaminishwa kuwa bila Mwarabu na Mzungu maendeleo hayawezekaniki. Ndio maana mara baada ya kujitawala, Mwalimu Nyerere alizunguka nchi yote akirudia kauli mbiu yake, ili tuendelee tunahitaji vitu 4 tu: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Bado tunao diehards mpaka leo ambao bila kumuongezea Mzungu kwenye hivyo vitu 4 ili tuweze kuendelea, akili haifanyi kazi. Chanzo kikuu cha taarifa hizi za kipuuzi kuhusu CIA na muungano wetu ambazo zinanukuliwa blindly mpaka na magazeti yetu kila mwaka. Nimechoka, nimeona moja jana ndio nikasema niliongelee hili. Na hao watu nitawaita ni wenzetu wa Mwananchi. Kwa kweli sina mamlaka, lakini nitawaita tu kama mzalendo kuwashtaki kwa makamu wa rais. Tumechoka. This is the only country ambayo unafanya mzaha kwa msingi wa taifa lako kwa kuchukua hizi novel. Huyu mama ameandika kitabu anaitwa Amrit Wilson. Kitabu chake kinaitwa US Foreign Policy and Revolution, The Creation of Tanzania. Ni kututukana tu huko. Eti tumetengenezwa na CIA sisi. Kilichapishwa Uingereza miaka 36 iliyopita. Na mimi nilisikitika sana. Kwenye utangulizi wa kitabu hiki, utangulizi umeandikwa na mzee wetu Abdurrahman Babu. Sasa ndio tujuane hapa vizuri. Kitabu hiki kinaeleza dunia kuwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar haukutokana na juhudi za Nyerere na Karume. Ila CIA. Pumbavu kabisa. Kwa sababu nisamee sana mheshimiwa. Inaudhi jamani, naomba mnisamee. Hiyo lugha nimefuta. Yaani eti ilikuwa ni mikakati ya kijasusi ya Marekani na Uingereza kuzuia kusambaa kwa ukomunisti Afrika ya Mashariki. Na ukomunisti wenyewe unaongelewa eti Babu na wenzake kama wali watatu walikuwa komunisti. Wewe. You haven't reached a critical mass ya kuweza dude lote kubwa lile eti inaanza kuwatafuta na inatetemeka na nyie. Jamani, hebu tuache porojo hizi jamani. Udhaifu mkubwa wa kitabu hicho ni kuhitimisha hoja kubwa inayohusu mataifa mawili huru yaliyoungana kwa kutumia vivuli tu vya mawasiliano eti Nairobi. Wanaongea tu wale bankarani kule eti na kusema hii ni CIA. Na kilikuwa kipindi cha vita baridi. Amrit alitakiwa azibainishe tetesi hizo za kibalozi na hali halisi ya kisiasa na kijamii ndani ya Zanzibar na Tanganyika kabla na baada wana Afrika Mashariki kuunda vuguvugu la ukombozi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati, PAFMECA, na matokeo yake on the ground. Hapo ningemheshimu. Surely her entire narrative is pure conjecture. Porojo. Simulizi. Daktari, una dakika 2 za kuhitimisha. Hakuna ushahidi wowote, nimalizie hasira kidogo. Hakuna ushahidi wowote wa nyaraka. Lakini miaka 9 baadaye ndio taarifa nzuri nawapa vijana. Miaka 9 iliyopita. Uvumilivu wa kusoma porojo na kukaa kimya ulimshinda Profesa Ethan Sanders wa chuo kikuu cha Bridgewater, Massachusetts, Marekani, anayeheshimika sana kwa misimamo iliyonyoka kwa kulifanyia utafiti wa kina swala hili, utafiti uliothibitisha kuwa mwanamama Amrit alilishwa matango pori na akina Babu. Matokeo ya utafiti wake wenye ushahidi wa nyaraka za siri za serikali ya Marekani aliuchapisha mwaka 2016 kwenye jarida maarufu la kitaaluma la African Review, na anasema, naomba nimnukuu ili nimalize wasilisho langu, na hii mimi African Review nimewatumia rafiki zangu wengi sana sasa hivi hawaandiki chote kuhusu mambo ya muungano. Sema andikeni basi, mnataka kuandika vibaya tu. Anasema profesa, ufuatiliaji wa karibu
wa nyaraka za siri za kiusalama za Marekani ambazo hivi karibuni ziliondolewa usiri zinathibitisha kuwa muungano huu haukuwa mpango wa Marekani wala Uingereza. Ushahidi unaonyesha kuwa Wamarekani hawakujua kilichokuwa kinaendelea. Wazo la kuunganisha Tanganyika na Zanzibar lilikuwa bila shaka yoyote la Waafrika wenyewe, wazo lenye historia ndefu kuanzia miaka ya 40. Sema tu niachie hapo, lakini naye huyu Sanders nambishia kwamba sio miaka 40. Nyuma zaidi. Ningepata muda hapa pengine baadaye katika majadiliano nitaeleza nyuma zaidi, ambapo sisi kuanzia 20s tuna ushirikiano wa kisiasa kuwapiga wa wakoloni. Inaanzisha inaanzisha African Association ya Tanganyika ya Waafrika Tanganyika hapa mwaka 2027. Inaanzishwa branches Zanzibar, mpaka Zanzibar yenyewe nayo ikaanzisha African Association ya kwake. Baadaye ukimsoma Matoke na mwenzake wameleta kitabu cha historia hicho, wanasema aisee kuanzia mwaka 37-8 African Association ya Tanganyika na African Association ya Zanzibar zilikuwa zinafanya annual meetings, mikutano ya mwaka pamoja, tena kwa kuzunguka Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar. Wakaacha mwaka 42 kutoka vita kuu ya pili ya dunia, restriction ya kuzunguka kwenye maji, kwa hiyo ikaachwa pale. Kwa ni ushirikiano huo, na African Associations hizi ndizo zilizozalisha 5 zilizozalisha ASP, na vile vile African Association ya Shirazi nayo ikaundwa kwa tusibaki nyuma, na ni Mwalimu aliyekuwepo Zanzibar kuwitness ASP African Association na Shirazi Association zikiungana kuunda ASP, lakini CIA hawakuwepo. Sijui walikuwa wamevaa nguo gani. Maana yote yako tunaanzisha African Association hawapo. Bibi Titi Mohamed na mwenzake mama nani huyu wa Kilimanjaro, Lucy Lamek, walikuwa wamejichimbia Zanzibar. Mpaka ukisoma rekodi za baraza la Zanzibar wanalalamika, bwana watu wa bara wameingia ndani wanaingilia sasa zetu. Ndio hiyo kazi. 5 inafanya mchango shilingi 11,000 kupeleka kwa ASP watengeze pesa kwa ajili ya uchaguzi. Watu wanakanga 11,000, si 11 ilikuwa na nini? Maana msaada shilingi 11,000, kanga doti 11,000, kwamba uzeni mpate pesa. Huo ni ushirikiano. CIA ilikuwa wapi? Na nafikiri niishie hapa, naweza kuongea mpaka kesho asubuhi. Asanteni sana. Asante.